guys, huku ndo maeneo ambapo huwa naenda kutafuta dawa miti shamba. Kama unavyoona kuna mahindi ni kichakani. Kwa hiyo hapa nakwenda kutafuta dawa. Yes, umeona huu ni mti wa mwarobaini, ni mzuri sana katika tiba. Na huku kuna mimea mingi ambayo ni tiba. Ukiona kama hiki ni kivumbasi hiki guys. Kizuri. Lakini leo siendi kutafuta hiyo mimea, bali kuna mmea ambao nakwenda kutafuta. Umeona kama huu hapa ni mdulele. Zote hizi ni mimea zinazosaidia sana katika tiba asili. Lakini pia huku kote huku wando nakopita guys, kwenda kutafuta dawa hivyo. Kuna mimea mingi sana, lakini ni msituni. Msituni kuna mahindi, namaanisha ni kichakani, kuna mahindi sana. Guys, nitakuja kuonyesha jinsi gani hizi ndevu za mahindi zinaweza kusaidia katika tiba asili. Leo kuna mmea ambao nataka nikakuonyesha na jinsi gani ambavyo naweza kutumia ukakusaidia. Pia huku kuna mwarobaini mingi kama unavyoona. Huu hapo ni mti wa mwarobaini. Ipo mimea mingi mbalimbali na inasaidia sana. Kwa hiyo tenda kukuonyesha guys jinsi gani unaweza kutumia mmea huo na ukakusaidia vizuri sana, hasa katika upande wa wanawake. Ni nzuri sana. Bado kidogo tu inafika. Huku kuna mahindi mengi sana, yaani kiasi kwamba ni marefu. Na huu ndo mmea wenyewe guys. Nimetembea kutafuta kwa sababu haupatikani sehemu nyingine nyingi isipokuwa sehemu kama hizi. Na huu mmea wenyewe ndio huu hapa. Huu ni mnyonyo guys. Na huu mnyonyo ni mmea mchanga sana, kama unavyoona hapa. Huu ni mchanga, majani yake bado ni machanga sana guys. Nayaona majani yake ni machanga. Huku nilipo ni shambani kabisa, yaani kumefunga mahindi kwa kiwango kikubwa sana. Yaani kumefunga mahindi mengi kweli, na ni marefu kupita hata mimi mwenyewe. Kwa hiyo kupata huu mmea imekuwa ni lazima ni utafute, ni kuonyesha jinsi gani ambavyo unasaidia. Jinsi ambavyo unasaidia huu mmea kwa wewe ambaye kama ni mwanamke umetoka uzazi, ama ni mtu ambaye una maumivu ya mgongo, yaani mgongo wako una maumivu, kwa kweli huu mmea utakusaidia sana. Na nimekuja mpaka kwenye mmea huu mchanga kwa sababu mmea mchanga ndo unatibu vizuri ama unasaidia vizuri maumivu ya mgongo. Kwa hiyo ambaye ana maumivu ya mgongo, jaribu kutumia mmea wa mnyonyo kama huu ambao ni mchanga. Lakini pia kama una maumivu ya magoti, yaani maumivu ya viungo, mmea huu unaweza kukusaidia ukiwa nyumbani. Namna ya kufanya, guys, utachuma haya majani yake kama hivi ninavyochuma mimi. Utachuma. Na mimi hapa nakwenda moja kwa moja nyumbani, nakwenda kuyachemsha, alafu nitaweza kukanda mwili wangu. Si lazima uwe na maumivu ya mgongo
unaweza ukakanda mwili wako ukajisikia vizuri, ukafanyia mwili wako kama vile massage ukawa vizuri. Lakini huu ni maalumu kwa wale ambao wana maumivu ya viungo, mgongo, umetoka kujifungua, lakini pia si lazima kujifungua tu. Wao unasaidia sana. Kwa hiyo mmea huu nitaenda kuchemsha. Baada ya kuchemsha nitakanda sehemu ya viungo vyangu. Kwanza itanifanya damu yangu kutembea vizuri, lakini itanifanya mishipa ya damu itakaa vizuri, yani damu yako itatembea vizuri na nitajisikia vizuri. Pia kwa wale ambao wanapata maumivu ya hedhi, utakapokanda maji haya ya vuguvugu kwa kutumia mnyonyo, utaona nafuu, hasa ukimaliza kukanda alafu ukapaka mafuta ya nazi. Kwa hiyo ndio hivyo. Mmea huu unaonekana mdogo kwa sababu ni mchanga, ila unapokuwa mkubwa unakuwa na mbegu na unakuwa ni mrefu sana. Kwa hiyo nimebahatika kukuonyesha huu, lakini huwa unakuwa mkubwa sana. Utakapopata mmea huu ukiwa katika hali ya ukubwa, basi nitakuja kukuonyesha. Nadhani ndio hivyo guys, nawapenda sana na kuomba subscribe katika channel yangu uendelee kujifunza mengi zaidi. Bye.